Sasa tukija kwa mheshimiwa hapa katikati, unajua kazi zenu zina changamoto. Ndio. Na sasa hivi zimeingiliwa na vijana wengi. Sahihi kabisa. Vijana wengi sana. Sasa hivi changamoto gani mnakutana nazo kwenye hizi shughuli zenu za udalali? Kama ilivyo ada na kama ilivyo shughuli yote ile haikosi changamoto. Ndio. Na hasa shughuli ambayo inaweza kumpatia mtu kipato lazima iwe na changamoto. Vivyo hivyo hata ukija kwa brokers pia wana changamoto zao. Moja ya changamoto kubwa kwa upande wa broker ni kukutana na wateja wasio waaminifu. Ndio. Mfano utakuta mteja umekuwa mwaminifu, umempeleka nyumba au kiwanja au nyumba ya kuuza labda milioni 80 au milioni 100, basi ukisha kosea tu kidogo ukamuunganisha na mmiliki wa hiyo nyumba au kiwanja, basi anakosa uaminifu tena, anaondoa thamani ya dalali, alafu anaona thamani ya mmiliki, kitu ambacho ni makosa makubwa. Kama ilivyo, dalali ni kazi kama kazi nyingine na inajulikana ulimwenguni kote, na kwa maana hiyo sasa inaleta ugomvi, tafaruku kidogo kati ya mmiliki, mteja na dalali. Baada ya kuona sasa yule ambaye ndiye kwa kiunganishi kama dalali anarukwa moja kwa moja, anaanza kuona kana kwamba huyu mmiliki, kwa sababu nimeshaoneshwa na amekuwa wa thamani kuliko broker. Sasa nikishagundua kwamba amefanya biashara, ni lazima nijaribu kuzungumza naye kwa ustaarabu kwamba ulichokifanya sasa hivi. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa broker kama hujawa makini. Na kwa hiyo unaweza kusema tafsiri fupi kwamba dalali ni sawa sawa na mshenga. Tunaweza tukasema hivyo, lakini kuna utofauti kidogo, kwa sababu mshenga si biashara. Ndio. Ni kiunganishi tu cha watu wawili ambao wanapendana wanataka kujenga maisha ya ndoa. Ndio. Lakini broker kuna utofauti, kwa sababu hii ni biashara kama biashara mingine, ila tu tunamrahisishia mtu ambaye hajajua mali inapatikana wapi. Kwa sisi tunamrahisishia, ila mshenga tayari yule mhusika wa kwanza alishajua mali yake kwa wapi, yeye anamsaidia tu. Lakini broker, yule mteja anakuwa hajui, ni mgeni kabisa katika mji, hajui viwanja viko wapi, hajui nyumba ziko wapi. Sasa sisi tunamsaidia ili kazi yake au sehemu ya kujihifadhi iwe rahisi kwake. Tunamsaidia, bwana, mahali ambapo anaweza kuishi vizuri, maeneo fulani. Sasa ni tofauti kidogo kabisa na mshenga. Tofauti kabisa. Sawa. Hii ni biashara, mshenga sio biashara. Tukirudi hapo kwenye changamoto zenu za kikazi. Ndio. Je, wewe ishawahi kukutokea umefunga dili na mtu ukajua hapo kuna kiasi kikubwa sana mimi kitaingia hapa, alafu mwisho wa siku unakuta yule mtu tayari kishamalizana na muhusika, alafu namba mbona sisi hatukujui wewe? Hiyo imetokea, na si kwangu tu, ni tatizo ambalo kwa broker wengi sana linawatokea. Hata kwangu limewahi kutokea. Lakini mara nyingi tunakuwa na busara namna kuzungumza nao, kwa sababu tunajua kabisa kazi ya broker hususani kwa nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, na hususani katika nyanda za juu kusini, mfano kama nyumba ndo watu wanaanza kujenga. Kwa utakuta watu hawaelewi vizuri kazi ya broker. Wanafanya hicho kitu pasipo kujua, na muelimisha nikutana naye, kwa sababu moja ya sifa ya broker ni ustaarabu. Kwa hiyo namuelimisha, akikataa kwamba mimi sina ushirika naye, naenda kwa mhusika ambaye ndiye nilimletea mteja. Ikiwa yule mhusika ataniruka au atanikana, mimi nitakuwa sina nguvu dhidi ya mteja wangu, kwa sababu sasa nimefanya naye biashara na watu wangapi? Wawili ambao wamepatana kunisaliti. Na ndio maana sasa kuna utaratibu ambao sasa broker tunaweza kufanya kabla ya kufanya naye biashara yoyote. Tumejibrand, tunasaini naye mikataba ili ikiwezekana inisaidie baadaye. Anasaini kabisa kana kwamba mimi niko tayari kufanya nawe kazi ikiwa utafanya kazi ya kuuza nyumba labda milioni 100, mimi 10% niko tayari kukupatia. Ikiwa nitafanya vinginevyo, mfano ilikuwa imeanzia milioni 100 alafu ikaja milioni 80 mpaka milioni 70, mimi nitalinda 10% na 10% si wizi, ni kanuni na ni utaratibu nchi zote na ikiwemo Tanzania, na hasa watu wengi wanajua, hata serikali inajua hili. 10% inakuwa si wizi, isipokuwa tu labda kama dalali anaweka kilemba kikubwa sana kinyume na utaratibu wa mmiliki, tunaita kilemba kile. Hilo linakuwa ni tatizo. Lakini sisi hatufanyi hivyo, tunaenda kwa asilimia. Sasa kama ameniluka, amenikana, na mwenye uwanja au mwenye nyumba nayemuuzia naye kanikana na sikusaini mikataba, hapo ndipo nakuweza changamoto nyingine tena.